Hello, naitwa Dr. Majid. Karibuni tena katika darasa letu la Sayansi Afya Podcast, na hii ni season 4 episode 6. Leo katika darasa letu tutakuwa tuna kipindi cha maswali na majibu kuhusu mfumo wa chakula. Question and answers in the gastrointestinal system. Karibuni sana. Tukianza na swali la kwanza. Linauliza, je, ni kweli kwamba chakula hukaa tumboni kwa siku kadhaa? Huyu anaitwa Salma H kutoka Lindi, Tanzania. Jibu lake ni hapana. Chakula hukaa tumboni, yaani kwenye mfuko wa tumbo, kwa masaa 2 mpaka 6. Na baada ya hapo huendelea kwenye utumbo mwembamba kwenda utumbo mpana na sehemu zingine mpaka kutoka nje ya mwili, na safari ya chakula kuingia ndani ya mwili mpaka kutoka nje ya mwili hutumia masaa 24 mpaka masaa 72. Kwa hivyo kama tunamaanisha tumboni kwenye mfuko wa tumbo ni masaa takriban 2 mpaka masaa 6 na sio masiku kadhaa. Swali namba 2. Linauliza, je, kunywa kahawa husababisha vidonda vya tumbo? Huyu anaitwa Neema S kutoka Iringa, Tanzania. Jibu ni hapana. Kunywa kahawa hakusababishi vidonda vya tumbo, lakini huchochea zaidi uzalishaji wa acid tumboni inaitwa hydrochloric acid. Sasa vidonda vya tumbo husababishwa na maambukizi ya bakteria aina ya Helicobacter pylori au matumizi holela yaliyokithiri ya dawa aina ya non-steroidal anti-inflammatory drugs. Na hizi ni dawa kwa ajili ya kupunguza maumivu, kwa mfano dawa kama paracetamol. Hii ni dawa ambayo inaweza ikachochea uwepo wa vidonda vya tumbo. Swali namba 3 linauliza, is small intestine actually small? Huyu anaitwa Oliver B kutoka Leeds, UK. Anachokiulizia, je, utumbo mdogo kweli ni mdogo au utumbo mwembamba ni mdogo? Jibu ni kwamba utumbo mdogo au tunaoita utumbo mwembamba tunauita hivyo kwa kulinganisha na utumbo mpana, kwamba huu una kipenyo kidogo, ni mwembamba, una kipenyo kidogo ukilinganisha na utumbo mpana. Lakini pamoja na kwamba una kipenyo kidogo au una kipenyo chembamba, ila ni mrefu, ni mrefu, una urefu kama wa mita 6 mpaka 7 kwa mtu mzima. Swali namba 4 linauliza, je, ini hufanya kazi gani zaidi ya kusafisha sumu? Huyu anaitwa Yusufu A kutoka Mbale, Uganda. Anachoulizia ni kwamba ini hufanya kazi gani nyingine tofauti na kusafisha au kuondoa sumu mwilini. Hii ni hufanya kazi zingine ikiwemo kudhibiti kiasi cha sukari katika damu, kwamba sukari ikishuka kwenye damu basi ini huzalisha hormone au hutengeneza hormone inaitwa glucagon, ambayo kazi yake ni kubadilisha glycogen na kuwa glucose, ili glucose iweze kutumika katika damu pale ambapo kiasi cha damu cha sukari kinakuwa kimeshuka. Lakini pia kazi nyingine ya ini ni kuchakata mafuta, yani fats, pamoja na homoni. Lakini pia kazi nyingine ni kuzalisha protini muhimu kama albumin na clotting factors, ambazo hizi hutumika kwa ajili ya kusaidia damu iweze kuganda na mwili kuweza kujiponya. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya kazi ambazo ini hufanya tofauti na kusafisha sumu na kusaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Swali namba 5 linauliza, is it true that we don't need the appendix? Huyu anaitwa Maria F kutoka Cordoba, Argentina. Anachokiulizia ni kwamba, je, ni kweli katika miili yetu hatuhitaji kiungo kinaitwa appendix? Sasa hichi kiungo kinaitwa appendix kimekuwa kifahamika kwa muda mrefu kama vestigial organ, kama kiungo ambacho hakina kazi muhimu katika mwili, na hivyo hakihitajiki na mtu anaweza akaishi bila appendix. Lakini tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba yawezekana appendix ndo sehemu ambayo microbiota au bakteria ambao ni normal flora katika mfumo wa chakula wanatunzwa kwa wingi zaidi. Kwa hivyo appendix inatumika kama reserve endapo mtu atapata matatizo ya tumbo na yakamsababisha kuhara na akapoteza bakteria wengi katika mfumo wa chakula ambao wangemsaidia kumkinga na magonjwa mengine, basi appendix hutumika kama reserve, huzalisha bakteria kwa ajili ya kurudishia pale ambapo wanakuwa wamepotea. Otherwise appendix haina kazi nyingine yote. Mtu akipata matatizo ya appendicitis na akafanyiwa appendectomy na ikaondolewa, pia huweza kuishi bila appendix. Swali namba 6 linauliza, je, ni kweli gesi tumboni ni dalili ya ugonjwa? Huyu anaitwa Peter L kutoka Lusaka, Zambia. Jibu ni kwamba sio kweli. Gesi sio mara zote ni dalili ya ugonjwa, lakini inapokuwa inaambatana na maumivu makali, tumbo kujaa, basi ni muhimu kuwaona wataalamu wa afya kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Lakini gesi tu kwa kawaida ni sehemu ya mmeng'enyo wa chakula. Swali namba 7
linaulizia can stress really affect digestion? Huyu anaitwa Emir R kutoka Bristol, UK. Anachokiulizia, je, msongo wa mawazo unaweza ukaathiri mmeng'enyo wa chakula? Jibu ni ndio, kwa sababu ubongo pamoja na mfumo wa chakula vimeunganishwa kupitia gut brain axis, na ubongo unafanya kazi za kucontrol mifumo mbalimbali katika mwili, lakini pia hucontrol mfumo wa chakula. Pamoja na hayo, mfumo wa chakula kwa kiasi fulani huweza kujitegemea katika kazi zake za kudhibiti shughuli za fahamu. Lakini kutokana na muunganiko huu wa gut brain axis, basi panapokuwa pana stress, pana msongo katika mfumo wa fahamu, hasa katika ubongo, basi msongo huu huweza kuathiri mambo mbalimbali katika mfumo wa chakula, yakiwemo maisha ya microbiota au normal flora wanakuwa hawawezi kusurvive vizuri, lakini pia mmeng'enyo wa chakula huzorota. Mmeng'enyo wa chakula huenda taratibu, lakini pia panakuwa na uzalishaji mwingi wa hydrochloric acid. Hivi vyote vinaathiri namna ambavyo chakula kinameng'enywa. Swali namba 8 linauliza, je, ini linaweza kujirekebisha likiharibika? Huyu anaitwa Saidi N kutoka Zanzibar, Tanzania. Jibu ni ndio. Ini huweza kujirekebisha pale inapoharibika, na hii process huitwa regeneration. Ini kuweza kujiponya linapoharibika kwa kiasi fulani. Lakini kama uharibifu huu umekaa muda mrefu au umetokea kwa kiasi kikubwa, basi ini inashindwa kujiponya. Kwa mfano, katika ugonjwa kama liver cirrhosis, ikiwa ni severe liver cirrhosis, basi ini linaweza likashindwa kujiponya na likapata makovu ambayo yanadumu, na sehemu hiyo ya ini ikawa haiwezi kufanya kazi tena. Swali namba 9 linauliza, does having gut flora microbiota increase body weight? Huyu anaitwa Nadine S kutoka Lyon, France. Anachoulizia ni, je, mtu anapokuwa na microbiota au gut flora au bakteria ambao wanaishi katika mfumo wa chakula, inamsababishia uzito wa mwili kuongezeka? Jibu ni hapana, sio moja kwa moja, kwa sababu hawa bakteria wanaoishi katika mfumo wa chakula kazi yao ni kuregulate mambo mbalimbali. Kwanza ikiwemo ni kuregulate au kudhibiti namna chakula kinavyomeng'enywa. Lakini pia jambo la pili, matumizi ya nishati ya mwili. Lakini pia jambo la tatu, kudhibiti namna mtu anavyojisikia hamu ya kula au appetite. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku hivi vitu vinavyodhibitiwa inategemeana. Kuna muda fulani wanaweza kusababisha uzito wa mwili kuongezeka, kuna muda fulani wanaweza kusababisha uzito wa mwili kupungua. Kwa hivyo jibu lake sio kwamba moja kwa moja ukiwa na microbiota au gut flora basi uzito wa mwili utaongezeka. Swali namba 10 linauliza, je, ni kweli kwamba tumbo hulala usiku? Huyu anaitwa Abdul R kutoka Arusha, Tanzania. Hili swali linaulizia kama tumbo huwa linalala usiku. Jibu lake sio kweli. Hata mtu akisinzia, tumbo huendelea kufanya kazi. Mfumo wa chakula huendelea kufanya kazi. Hata kama mtu akizimia, mfumo wa chakula huendelea kufanya kazi. Inapotokea mfumo wa chakula umeacha kufanya kazi, basi hii situation wili tatizo inaitwa paralytic ileus, kwamba mfumo wa chakula umeparalyze. Inaweza ikawa ni kuparalyze kwa kudumu au kuparalyze kwa muda. Lakini inapotokea ni kuparalyze kwa kudumu, ikikaa muda mrefu, chakula kitembei, basi husababisha matatizo mengine makubwa zaidi. Lakini mtu anapokuwa amesinzia au usiku amelala, mfumo wa chakula bado unakuwa unaendelea kufanya kazi, na ndio maana mtu akila chakula kizito au mlo mzito na akaenda kulala, basi upata matatizo ya kiungulia kutokana na kwamba mfumo ulikuwa unafanya kazi akiwa ameulaza. Kwa hiyo inashauriwa kama ni muda wa kwenda kulala, basi umekula vyakula vyepesi au chakula chepesi na kiwe kidogo. Otherwise mtu anapokula chakula kizito au mlo mzito, basi iwe ni muda ambao yupo active au bado anafanya kazi. Natumaini mpaka hapo umepata kujifunza mambo mengi sana kuhusu mfumo wa chakula kupitia maswali na majibu ambayo yalikuwa yameandaliwa na timu iliyokuwa ikiandaa maudhui kwa ajili ya episode hii. Sina la ziada. Ningependa kuwashukuru sana kwa kututizama na kutusikiliza. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.